Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tuangalie ujumbe wangu jioni ya leo. Nimeupa jina nguvu ya kumsifu Mungu, the power of praising God. Nguvu ya kumsifu Mungu. Naomba tuangalie kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura 16. Nitasoma mstari ule wa 25 hadi ule mstari wa 26. Kwa hiyo nitasoma mistari miwili tu. Baada hapo nitakuwa nimemaliza ili tuendelee na lile ambalo limetuleta. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 16 ule mstari wa 25 na 26. Neno la Mungu linasema, lakini panapo usiku wa manane, hebu sema usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikaregezwa. Hapa mahali kuna mambo kama mawili ama matatu ambayo ni point of my interest. Neno la Mungu linazungumzia habari ya Paulo na Sila, ambao watu hawa wawili walikuwa wako mahali wanahubiri Injili. Na wakati wanahubiri, ule mji waliokuwa wanahubiri ile Injili yao ikaleta taharuki. Watu wakaanza kulalamika kana kwamba hawa watu wamekuja kutuharibia utamaduni wetu na namna zetu za ibada. Sitataka kwenda kwenye theolojia sana ya ndani ya kitabu hiki, lakini nataka nichukue tu portion ambayo tunataka nikazungumzie. Bwana Yesu sana. Kwa wakati watu hawa wamechukuliwa sasa, wamefungwa ndani, si kwa sababu ya kwamba walikuwa ni wezi, na si kwa sababu ya kwamba ama hawa watu walikuwa ni vibaka. Watu hawa wamechukuliwa ndani kwa sababu kwamba walikuwa wanahubiri Injili. Sasa kwa namna ya kawaida ama kwa namna ya kibinadamu, unaweza kujiuliza swali, hawa watu walikuwa ni watumishi wa Mungu, tena wenye upako, na Mungu anawatumia kwa viwango, lakini Mungu akaruhusu waingie gerezani kifungoni. Na wao wakati wako pale gerezani wakaona wafungwa wengine wamehuzunika. Na watumishi wa Mungu walikuwa wanaelewa jambo moja, kwamba Mungu tunayemtumikia aweza akatutoa na kifungo hiki, lakini atatutoaje wao walikuwa hawajui. Sasa Biblia inasema wakati umefika usiku wa manane, mahali ambapo watu wengi wamekuwa wamelala usingizi, mahali ambapo watu wengi wamekuwa wanahisi ama wanasikia hali ya kuchoka, lakini Paulo na Sila wakiwa ni wafungwa, afu wamefungwa minyororo, si kwa sababu yoyote ile ya kwamba ama kuna jambo baya ambalo wamelifanya. Hawa jamaa wakaelewa jambo moja, kwamba tunajua kwenye kifungo chetu namna pekee ya kuweza kutoka hapa mahali ni kwenye maombi na ni kwenye sifa peke yake. Hawa jamaa wakaanza maombi usiku wa manane. Biblia inasema kwamba walipoanza kuomba, wakaomba, nadhani waliona kwamba hakuna matokeo na hakuna jambo lolote ambalo linawezekana. Yamkini wakafikia mahali pa kuchoka kwenye maombi. Bwana Yesu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kusifu. Biblia haijaanza kusema kwamba walikuwa wakimsifu Mungu na kuomba. Anasema kwamba walikuwa wakimwomba Mungu na kusifu. Lakini muda gani? Usiku wa manane. Bwana Yesu sana. Sasa interest kwamba wakati wanaanza kusifu sasa, ndipo Biblia inasema kwamba misingi ya gereza ikatikisika. Baada ya hao watu kusifu, maana walikuwa wameomba, wamemaliza. Nadhani katika hali ya kibinadamu inatokea katika unapitia kipindi kigumu, unaomba, unaona mbingu zimenyamaza,
unaomba hauoni mpenyo. Hawa jamaa wakabadilisha gia, wakasema kwamba sawa, tumeomba vya tosha, sasa ni wakati wa kumsifu Mungu. Wakati wameanza kusifu, ndipo wanaanza kuona breakthrough. Kumbe walikuwa wamegundua siri moja, kwamba Mungu huwa uketi mahali pa sifa. So therefore when our praise goes high, God's kind of glory comes down. Sasa wakati utukufu wa Mungu unashuka, wakati sifa zinapaa, utukufu wa Mungu unashuka, visingi ya gereza, maana vile misingi iliyokuwa imewafunga, maana vile vyanzo vya kufungwa kwao vikatikisika. Wakati sifa inaendelea, wakati vinatikisika, Biblia inasema kwamba na wafungwa wengine wakiwa pale wanashangaa, vifungo vyao vikatikisika, vikalegezwa. Maana kwamba pale mahali palipokuwa pamewafunga, vifungo vyao vikaachia. Mtu wa Mungu, jioni ya leo iko siri unapokuwa unamsifu Mungu na umemaanisha kabisa. Maana wakati unapomsifu Mungu, kwa namna nyingine naweza kusema kwamba sifa ni silaha ya vita. Wakati mwingine shetani unaweza kumchanganya tu wakati unamsifu Mungu. Ni kweli mambo ni magumu, ni kweli biashara haziendi, ni kweli ugonjwa unaomba utoki, ni kweli na sadaka umetoa mambo haendi. Wakati mwingine badilisha gia, tumia gia nyingine ya sifa. Unapokuwa unamsifu Mungu, vifungo vyako vitalegezwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Siri hii huwa watu wa dunia wanaijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine mtu anapitia magumu, unasikia amekuwekea katarabu. Ukisikia kama unasikia jirani analalamika, huyu mtu mimi hatujaongea vizuri, tumesemezana, ananiwekea katarabu. Nini? Ni silaha ya vita. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna aina mbalimbali za sifa. Kuna nyimbo za vita. Watu wakiwa vitani, kuna nyimbo za aina zao wanaweza kazimba. Zinawapa nguvu na morale wa kwenda mbele, ambapo inasababisha kwamba wasahau kama kuna kufa, wanachoona ni kushinda tu. Lakini kuna nyimbo zingine watu wanaimba zinawapa nguvu ya kufanya kazi. Lakini kuna nyimbo zingine watu wanaweza kaimba za kujitia moyo. Kwa mtu anaimba kanyimbo mwenyewe kakumtia moyo. Lakini ile nyimbo ambayo inamsifu Mungu inasababisha maadui kwenye kambi zao waanze kuchanganyikiwa na kuvurugana wao kwa wao. Kwa jioni ya leo unapopata nafasi ya kumsifu Mungu, hebu mpendwa, jipange vizuri. Sio swala la kwamba nani yupo nani hayupo. Wewe jiambie kwamba nimekuja nimsifu Mungu. Na ninapomsifu Mungu, kama kuna kifungo mahali, either nikakifungo ka ugonjwa, nikakifungo ka taabu, nikakifungo hata kama maisha yasiyomtukuza Mungu, jioni ya leo when our praise goes high, ile vifungo vinaweza kutofautiana mmoja baada ya mwingine. Mwingine kifungo chake ni afya yake na mgogoro, nacho ni kifungo. Mwingine kifungo chake ni uchumi wake hauko sawa. Mwingine kifungo chake ni hali yake ya mahusiano haiko sawa. Lakini neno la Mungu linasema na misingi ya gereza ikatikisika. Bwana akatikise vyanzo vya kifungo chako. Bwana akatikise chanzo cha matatizo yako. Bwana akatikise chanzo cha taabu yako. Bwana akatikise chanzo cha shida yako. Yamkini umelia vya tosha. Ni wakati mwingine Bwana kupitia sifa ya leo misingi ikapata kutikisika. Kama umefungwa na mchawi, I don't want to know about it. Vikapata utikiswa, haleluya, na vikapata kulegezwa. Jirani yako mwambie kwamba jioni ya leo ukimaanisha kumsifu Mungu, vifungo vyako vitalegezwa, tabu yako italegezwa. Hautatoka mahali hapa na shida yako, hautatoka mahali hapa unalia tena, hautatoka mahali hapa na ugonjwa wako. Haijalishi ndiye kuroga ni nani, kama ukimsifu Mungu kumaanisha, vyanzo vya matatizo yako vikitikiswa, vifungo vyako vinalegezwa. Simama juu kwa miguu yako, simama juu kwa miguu yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tupe moyo wa sifa Bwana. Tukielewa kwamba Mungu anasema wakati Paulo na Sila wanalia, hawaelewi wanatokaje kwenye ile gereza, hawaelewi wanatokaje kwenye kile kifungo. Bwana, walipoomba na kukusifu Mungu, unasema kwamba misingi ya gereza ikatikiswa. Maana vyanzo vya tatizo lako vilipotikiswa, hayo tatizo halikuweza kuwashikilia tena. Jioni ya leo Bwana, napoendelea kusifu mahali hapa, vifungo vitaendelea tena, kilio kitaendelea tena, matatizo haitaendelea tena, taabu haitaendelea tena, katika jina la Yesu. Asante Baba kwa neema yako.
na kwa ajili ya upendo wako. Upewe sifa na utukuzwe Mwokozi, kwa maana Mungu ni mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo, hata kipindi kitoko mbele yetu na kiweka mbele zako Bwana, kwa Mungu kaendelee kutuhudumia na kusema na sisi. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba naomba na kushukuru. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Amen. Ongeza tena makofi, hayo hayatoshi. Pigie tena Yesu makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako misingi inaenda kutikiswa mahali hapa. Amen. Wakati huu naomba nikaribishe kwaya ya TCI. Popote mlipo, mje mtupatie wimbo mmoja. TCI, popote mlipo. tainua mikono yako, nitakubariki madamu ni hai. Kwa jina lako tainua mikono yako, nitakubariki madamu ni hai. Cheza kidogo. Bina gawe. Asa bina yo. Kwa jina lako tainua mikono yako, nitakubariki madamu ni hai. Kwa jina lako tainua mikono yako, nitakubariki madamu ni hai. Kwa jina lako tainua mikono yako.